Unapokuwa unapitia changamoto ya aina yoyote, usiogope, kwa sababu Mungu hajawahi kumwacha mtu wake. Wakati wowote ambapo mtu anapitia katika changamoto, katika matatizo, katika magonjwa, katika malazi, katika ndoa, changamoto yoyote ile, ndio wakati ambao shetani anakuwa karibu sana kumsemesha mtu huyo katika akili yake ya kwamba Mungu hakupendi. Kwa sababu kama Mungu angekuwa anakupenda, asingeruhusu upite katika changamoto ya namna hii. Wacha nikwambie, Mungu ni Mungu wa majira, Mungu ni Mungu wa muda wake, Mungu ni Mungu wa nyakati. Wakati wowote ambapo shetani ameshindwa kukuondoa duniani, haijalishi unapitia katika changamoto ngumu kiasi gani, kama haujaondoka duniani, ni ishara kwamba shetani amekushindwa, ila anatumia fikra za uongo kukudanganya kwenye akili yako ili ukubaliane naye, ujizoofishe wewe mwenyewe. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hajawahi kumwacha mtu wake. Ikiwa bado upo hai, Mungu anakusudi na wewe, ila Mungu ni Mungu wa process, Mungu ni Mungu wa mchakato. Mungu anaweza kuponya kwa hapo, lakini Mungu anaweza kuponya kwa hatua kwa hatua. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, Mungu anaona unayoyapitia. Ndio maana amesema katika Yeremia 23:23, mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Mpaka Mungu anajidhihirisha katika neno lake kwamba mimi ni Mungu aliye karibu. Anahitaji kukutia moyo mtu wake ya kwamba jaribu lolote unalopitia, changamoto yoyote unayoipitia, ujue kabisa Mungu anaiona. Leo hii tumekuwa tunaishi maisha ambayo kana kwamba Mungu hayupo. Tunaishi maisha maana kwamba Mungu yupo mbali. Ndio maana amedhihirisha kwamba mimi nipo karibu, mimi si Mungu aliye mbali. Maana yake kwamba Mungu anataka tuishi maisha kana kwamba Mungu yupo na tunamuona na Mungu anatuona. Leo hii tumekuwa tunaenda ibadani, tunawanyenyekea wachungaji, tunawasalimia kwa kupigia magoti. Tunaishi maisha kila mtu muumini tunasalimiana naye kwa kupiga magoti. Sio vibaya, ni vizuri kabisa. Lakini hayo maisha yawe endelevu. Yawe ni maisha ambayo hata nyumbani kwako, hata kwenye jamii inayotuzunguka ikuone maisha unayoyaishi. Sio maisha ya maigizo tu. Watumishi wa Mungu watuone ni watu wanyenyekevu, lakini tunaishi kwa kuogopa watu kuliko kumwogopa Mungu. Leo hii imekuwa watu ambao wanatenda dhambi wakiwa mchungaji hayupo, lakini wakiona mchungaji yupo wanaogopa kutenda dhambi. Kwa hiyo kumbe wanamwogopa mchungaji kuliko wanavyomwogopa Mungu. Wacha nikwambie, inatakiwa tutengeneze watu wenye hofu ya Mungu kuliko kuwa na hofu ya wachungaji. Kana kwamba mtu anapotoka hapa Dar es Salaam kwenda Morogoro, anajua kabisa sitendi dhambi Morogoro. Sio kwamba mchungaji anioni, ila sitendi dhambi Morogoro kwa sababu Mungu yupo Morogoro. Hata nikienda Kenya, Mungu yupo Kenya. Hata nikienda Dodoma, Mungu yupo Dodoma. Kwa hiyo sitatenda dhambi kwa sababu naogopa kutenda dhambi, naogopa kumkosa Mungu. Ndio maana hata Yusufu alipokuwa anataka mke wa Potifa kutaka kulala naye, pale kulikuwa hakuna kamera CCTV. Pale kulikuwa hakuna wafanyakazi pale ndani, palikuwa wenyewe tu yule Yusufu pamoja na mke wa Potifa. Alikuwa na uwezo wa kulala naye na kuna mtu yote ambaye angejua wala mfalme angejua, lakini Yusufu alijua kitu alichokibeba ndani mwake, alijua kusudi lilo ndani mwake. Akasema kabisa, akamwambia mke wa Potifa kwamba nitendeje dhambi ya namna hii nimkose Mungu? Kwa hiyo kumbe hakuangalia kwamba na dhambi hii nikiitenda, nikilala na wewe nitamkosea bosi wangu. Aliamini ya kwamba nikilala na wewe nina kitu nimekibeba ndani mwangu ambao shetani anakitafuta akiondoe. Kwa hiyo yeye Yusufu alilinda kile kitu alichokibeba ndani mwake kuliko kulinda bosi kumuona. Wacha nikwambie, mtu yoyote mwenye hofu ya Mungu ni mtu ambaye anatembea na Mungu maisha yake yote. Akiwa kanisani anatembea na Mungu kwa unyenyekevu, akiwa katika jamii, maisha ya nyumbani, anatembea na Mungu kwa unyenyekevu. Mtu wa Mungu, kubali huyu Yesu aingie kwenye maisha yako. Kubali kuokoka leo. Ukikubali kuokoka, Yesu akiingia kwenye maisha yako, unaanza kuliendea kusudi lako lililokuleta duniani. Hebu usikie mtu wa Mungu. Naomba kama upo tayari kuokoka, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Naomba Bwana Yesu, nahitaji kuokoka kuanzia leo hii. Yesu, uingie kwenye maisha yangu. Unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea kwenye njia ya mawazo, kwenye njia ya maneno, kwenye njia ya matendo na kutotimiza wajibu. Unifute katika kitabu cha hukumu, uniandike katika kitabu cha uzima na milele. Na kuanzia sasa wokovu umeingia kwenye maisha yangu. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu, bariki mtumishi wako, mpe nguvu, neema na baraka na utukufu, maana amekubali kukupokea. Yesu, aingie katika maisha yako. Kuanzia sasa Bwana Yesu, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama amekuwa mapya. Mfanye kiumbe kipya katika maisha yake. Mpe nguvu, neema na uzima, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.